Leo tunaendeleza mwendelezo wa mafunzo yetu, and today we have to discuss about something known as categories of order block. Is what we call categories of order block. Tuliona kwamba leo tunasoma nini? Categories of B. Tuliweza kuona tukasema kwamba we have two types of order block which are bullish and bearish order block, na nilijaribu kuzielezea and so on, lakini leo tutaangalia categories of order block. Order block zimegawanyika katika makundi mangapi? Order block zimegawanyika into four categories, sawa, kama nilivyoelekeza hapo. Nilielekeza nikasema kwamba tunazo kundi la kwanza tunaita ni nini? Tunaita ni strong order block, strong OB, sawa. And also another category is what we call another category tunaita nini? Tunaita ni multiple break order block. Aina ya tatu tunaita nini? Ni railway track OB, railway track OB, na aina ya nne huwa tunasema ni hidden OB. Leo tutaangalia tatu, 1, 2, 3. Hidden order block tutakuja kuiangalia baadaye, kwa sababu hidden order block yenyewe ina makundi mawili, sawa. Hidden order block yenyewe ina makundi mawili. Tuanze na strong order block. Tunaposema strong order block ni nini? Strong order block ni aina ya order block ambayo huwa tunasema kwamba ni zoni iliyoachwa na market maker, na huwa inaonyesha kwamba there is a strong enough orders around that zone. Huwa inakuwa vipi? Huwa tunasema hivi, let's assume kwamba we have the bullish order block, sawa. Tunayo bullish order block ambayo itakuwa, let's assume in this way. Let's assume huwa inakuwa kwenye mtindo kama hivi, sawa. Si mnakumbuka tulivyozungumza kuhusu bullish order block? Tulisoma kwamba hii ndio inakuwa ni nini? Ni bullish order block yetu, sawa. Sasa sifa ya hii order block ambayo tunaita strong order block huwa inakuwa ina sifa zifuatazo, sawa. Huwa inakuwa ina sifa zifuatazo. Sifa za kwanza, price lazima, sawa. Hii wiki namba moja lazima iwe engulfed by the body, sawa. Huwa tunaziname in this way, huwa tunazipa namba, sawa. Au tunaweza kusema kwamba wiki of the bearish candlestick lazima iwe engulfed na bullish nini? Na bullish candlestick, sawa. Hii hapa ni kwenye scenario in case buy. Hapo ni in case of buy, and in case of selling huwa tunasema kwamba bearish order block ambayo ni strong bearish order block huwa inakuwa na sifa kama zifuatazo, kwamba huwa tunaona in this way, huwa tunakuwa kwenye namna in this way as you see. Sifa yake ni kwamba unapokuwa unaiangalia bearish order block yako, sawa, huwa tunasema wiki yake, sawa, wiki yake lazima iwe engulfed, na wiki ya bearish candlestick, sawa. Hii wiki yake lazima iwe engulfed, maana hii kendo ya kuseli lazima iwe close below the week, sawa. Na hapa lazima hii wiki iwe close above the what, hii body iwe close above this one, sawa. We don't consider, huwa hatukonsidi sana huku chini. Kwa sababu gani? Tunaweka stop loss kwenye wiki ndefu kati ya hizi mbili, sawa. Tunaweka stop loss kwenye wiki ndefu kati ya hizi mbili. So let's look at the example. Tuangalie mfano wa strong order block, and then baada ya hapo tuje kuangalia aina nyingine. Mfano wa strong order block, look into this one example here. Tuanze na mfano mmoja, sawa. Angalieni hapa, naenda as I teach you, sawa. First of all tunaona kwamba price ilikuja ku break this structure hapa, si ndivyo? Baada ya price ku break this structure tunakuja kuona kwamba market huku iliwahi ku close tuachiaga hiyo order block, sawa.
this one was a strong order block. Ngoja ni zoom, hii mnaiona. Mnaona kwamba tulikuwa na kendo ya kubai hii, sawa, lakini kendo ya kuseli ilikuwa na momentum kubwa. Inatuindicate nini? Kwamba hapa algos walikuwa wameshaingia sokoni na walikuwa wameacha ili eneo kuna order za kutosha, sawa. Lazima wapush price ili kutengeneza mazingira ya baadaye price ije kurudi kuactivate eneo lao, na ndio maana unaona kwamba unaona kendo ya kubai ilikuwa ndogo, then kendo ya kuseli ili close below this one week, na huwa tuna maki hapa kwenye board, and then ukija kuangalia sasa huku baadaye price iliwahi kuja kurudi kwenye hilo eneo. Hii mnaona, mmeelewa ninachokifanya? Na unakuja kuona humu ndani baadaye price ilikuja kureact alafu ikadondoka. Price ndipo ilipodondoka. Sijataka kufanya refinement, but by today tujifunze namna ya kuzimaki, sawa. Not only that, also hata hapa pia price iliondoka with the confirmation, sawa. Price iliondoka with the confirmation, lakini confirmation iliyokuachia mazingira ilikuachia strong order block. So unaona hapa price yako ilifanyaje? Ilibreak. This one was a BMS, si ndivyo? Hiyo ilikuwa ni nini? Ni BMS, and this one was a change of character. Hii hapa ilikuwa ni nini? This one was a change of character, sawa. Lakini ukiangalia vizuri, sawa, ukiangalia vizuri hapa, hiyo order block iliyotengenezwa was a strong order block, si ndivyo jamani? This one was a strong order block. That's why unakuja kuona price ilirudi ndani baada ya kushift, ilirudi ndani ya strong order block, and then baada ya hapo unaona price ilimwagika mazima, sawa. Price ilimwagika mazima. Huo ni mfano namba moja. Hiyo hapo ni case tumeangalia kwenye case of bearish trend. Also in case of bullish trend, let's look another example. Let's look another example here. Tuangalie pia gani? Tuangalie Eurocard. Let's look to the Eurocard. Angalieni hapa, angalia hapa. Ukiangalia price the way ilivyokuwa ina trend kwenye haya mazingira ambayo tunayoyaona, sawa. Ukiangalia price the way ilivyokuwa ina trend kwenye haya mazingira, unaona kwamba price iliwahi kushift to this level, sawa. Price iliwahi kushift hapo. Kwa hiyo tulitegemea tuone price irudi wapi? Irudi ndani ya order block wetu, lakini tunakuja kuona price ilifanikiwa ku close above that level, sawa. Maana yake ituambia kwamba sellers hapa wameingia with the high momentum, wakatuachia ile eneo humu ndani. Kwa nini? Ni eneo ambalo linakuwa na sufficient orders. So kwa price ilikuja kurudi humu ndani. Hii hapa ilikuwa ni nini? Ni strong order block. That's why unakuja kuona price yako ilinyanyuka mazima kama unavyoiona, sawa. Huo ni mfano wa strong order block. Even this one, hii hapa ilikuwa ni strong order block, si ndivyo? Ila kuna sababu ambayo ilipelekea kwamba price ilishindwa kuhold hapo na ikaja kuhold kwa huku chini, sawa. Ilishindwa kuhold, na kwa sababu gani? Hii ni aina nyingine ya order block ambayo utakuja kuiona kwa baadaye. Kwa price isingeweza kuhold hapa wakati huku chini kuna nini? Kuna the resting orders, sawa. Kwa hiyo ilikuwa ni sababu nyingine. And another example, I have this one example here. Ukiangalia hapa, let's look here. Unaona price yangu ilivunjaga hapa, sawa. Ilivunja this structure. Baada ya kuvunja this structure, as you see, unakuja kuona price iniachiaga hii hapa nini?
this one was a strong order block. Si mnaona kwamba hii candle ya kuseli wiki ilikuja kuclose hapa, ilivunjwa na hii momentum candle ya kubuy, and this one hapa ndio ilipokuwa stop loss yangu. Kwa unaona price ilikuja kureact and then price ikaweza kunyanyuka. Sawa, hiyo ni mfano mwingine wa strong order block. And another example here, hata hapa even this one siwezi kuignore. Sawa, ninao mifano miwili hapa ambayo nahisi itakuwa ni very potential. Nina hii hapa ilikuwa ni strong order block sisi. Kwa sababu gani? Nikizoom hivi vizuri, sawa, mnaona kwamba hapa hii candle ilikuwa price ilikuwa ku close above this one. Sawa, kwa hiyo hapa ilikuwa ni nini? Ni strong order block. Lakini by the way kwenye reason za kuweka stop loss huwa tunaweka angalau unaweza kuwekea hapa, tunawekea hapa sababu ipo. Sasa hii hapa ni sababu according to the master class. Hii hapo ndio ilikuwa order block yako, and then ijapokuwa sidhani kama price iliwahi kufika huko. Sawa, price haikuwahi kufika, but it was a reasonable order block. Ila pia hata hii ya juu hapa, hii baada ya price ku close this one, hii hapa ilikuwa ni nini? Hii hapo ilikuwa ni strong order block. Si mnaiona? And then unakuja kuona price iliwahi ku react huko alafu ikaondoka, ila kwa reason ya kuweka stop loss, and I think stop loss haikufikiwa. Ukiweka hapo stop loss, yani price iligusa kidogo, was the ni issue tulikuwa dogo hapo. Sawa, ilikuwa just a matter of speed. Na pia ukifanya refinement utakuja kukuta stop loss yako itakiwa uweke mitaya hapo. Sawa, another example of strong order block, this one hii hapa ni nini? Pia ni strong order block ambayo ukija kuangalia ilikuwa na vigezo na ilikuwa iko reasonable. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba price yetu ni kweli ilishift hapa. Sawa, hii hapa ndio iliyokuwa shift. No, very sorry. Price yetu ilishift kwenye hili eneo, price ilishift hapa. Baada ya kushift hapa, kwa hiyo hapa ilikuwa ni nini? Hii hapa ilikuwa ni major shift. Sawa, hii ilikuwa ni major shift, lakini hapa ilikuwa nini? Ni internal structure. Sawa, and this one tunaweza kusema kwamba ni internal nini? Ni internal BMS. That's why unakuja kuona price ilikuja kurudi kwenye hii level, ikareact humu ndani na ikaondoka. Sawa, kwa hiyo hapa ilikuwa ni nini? Some another example. And also on the same issue we have another category of order block. Sawa, we have another type of category of order block ambayo huwa tunaita ni nini? Huwa tunaita ni multiple black or B. Sawa, hii inakuaje ndugu zangu? Multiple black order block huwa inakuwa ina sifa hizi. Sometimes let's start with the bullish market structure. Sawa, to start with the bullish market structure kwamba unaiona price yako, let's assume inakutengenezea kendo ya kubai. Sawa, kendo ya kubai ambayo ilikuwa na highest, ilikuwa na volume kubwa, kwamba market maker walipush price lakini walikuwa bado wanaendelea kuwa na nini? Na nguvu. Sawa, walikuwa bado wanaendelea kuwa na nguvu, lakini baada ya hapo market maker wakaamua kubadilisha mawazo. Sawa, wakaprint kendo ya kawaida ya kuseli. Sawa, and then wakaprint kendo ya pili iliyokuwepo na momentum. Sawa, hiyo kendo iwe imefanikiwa ku close. Si mnaona hizi hapa zitakuwa na week, tutakuwa na hii hapa week of bullish candlestick, tutakuwa na week hiyo. Sawa, and then tutakuwa na hii hapa week of bearish candlestick, and we should have this one. Sawa, assume sasa, angalieni scenario inapokuwa. Simeona tuna kendo ya kubai ambayo kwamba kikawaida hii hapa ndio inatakiwa iwe nini? Order block yetu, si ndivyo? Si huwa tuna mark hivyo order block, and then let's assume kwamba hii hapa ndio wiki ndefu au tuseme hii hapa ndio iwe wiki ndefu, si ndivyo? Huwa tuna mark in this way. Tuko pamoja mazee? Okay, asante. Yeah, huwa tuna mark hivi. Sawa, ili uweze kusema kwamba this one is a multiple blackout order block, inatakiwa uwe na kendo ya kubai kama hivi. Sawa, and then uwe na kendo za kuseli mbili ziwe zimeivunja hii kendo. Sawa, na order block yetu kiuhalisia zote inabidi tumaki hapa. Sawa, ila levels ambayo unategemea price ikifika we uanze kufanya kuangalia entry, au level ambayo unaoanza kutakiwa kufanyia refinement inatakiwa umaki hapo. Sawa,
kwamba hii huku chini itakuwa ni order block yako yote hii, sawa? Kutoka hapo mpaka hapa, hii itakuwa ni nini? Ni order block yako, sawa? Ila levels ambazo unatakiwa kuanza kufikiria kwamba price ikifika humo uanze kuangalia entry ni kuanzia hapa kwenye board hapa, sawa? Na humu ndani katikati ndipo utakapoanza kufanyia refinement, sawa? And normally, by the way guys, hizi structure inatakiwa uzione kwenye higher time frame and not in the lower time frame, kwa sababu kwenye lower time frame, kumbukeni nilienda kuambia kwamba niliwaambia tunaenda kufanya just refinement, sawa? Tunaenda kufanya refinement. Hiyo ni scenario in case of bullish market structure. In case of bearish market structure, kwamba utakuwa una hapo in case of bearish market structure, and this one is in case of bullish market structure. Utakuwa una kendo yako ya kuseli, sawa, ambayo itakuwa in this way, and then utapata two bullish consecutive candles, sawa? Utapata two bullish consecutive candles ambazo zitakuwa in this way, and the market will go in this way, sawa? Price ifanikiwe ku close kwenye mazingira kama hayo. Utakuwa una wicks zako as you see here, and also you have those wicks as you see here. Utakuwa katika mfumo kama huu, utakuwa na mfumo kama huu ambao tunaweza kuona hapo. So utakachokifanya, sifa ya kwanza, lazima soko lako livunjwe hii candle, ivunjwe na nini? Na candle mbili, sawa? At least wakati mwingine zinaweza kuwa tatu, ila ni vizuri zaidi ziwe candles mbili, sawa? Na iwe ni very clear, iwe ni clear, pawe hakuna movement nyingine ambayo iliyokuja baada ya hizi candle mbili, sawa? Pasiwe na candle ya tatu, maana sometimes unaweza kukuta sawa, kuna candle ziko mbili kama hivyo, ila kuna candle ya tatu ilitupa wiki yake ikaingia hadi huku, sawa? Hapa hiyo order block inakuwa invalid, inabidi kama candle hata ikitengenezwa ijitengeneze in this way, iache mazingira huku chini yawe clear. Kwa hiyo utamaki hapo and then utamaki hapa. So mbaya, kuna wengine wana maki wiki, lakini vizuri zaidi uanzie kumaki kwenye bodi. Kwa sababu gani? Kwenye bodi huwa ndio tunasema kwamba ndio level ambayo ya closing price, and the normal structure huwa tunaanza kuiconsider kwenye bodi, sawa? Na kuna sababu pia ambayo huwa tunasema angalau liquidity level huwa inaanzia either kwenye closing price au kwenye open price, sawa? Kwa utamaki kwenye hayo mazingira, ila refinement zone utaanzia kumaki kuanzia hapa, sawa? Huku chini ndio utakapo consider kwenye kufanya refinement zako. Let's go to the example. Let's go to the example here. Let's go to the example. Looking here, brothers. Looking here. Angalieni price hii hapa. Hii price ilikuwa na bearish market structure, sawa? Huyu jamaa alitembea in this way, sawa? Price ilitembea in this way. Huwa napenda kufanya illustration, ilikuja hapa, ikaja hapa, then ikaenda juu, sawa? Ikaja hapa, ikaacha this structure. This was a structure iliyoachwa, then price ikafika hapa, ikapanda in this way, sawa? Ilipopanda in this way ikaja kutengeneza structure, then price ili drop chini, afu then ilikuja kurudi. Tuangalie price ilirudi wapi, sawa? Tukishuka kwenye lower time frame, kuna structure, kuna hidden structure ambayo ilikuwa imeachwa. Tunaweza kusema kwamba hii price ilivunja hii structure, sawa? Price ilivunja hiyo level, ila humu ndani price ituachie hichi kitu, ituachia this one was a multiple breakout order block. Kwa sababu gani? Kija kwa nikiweka hapa, sawa, imevunjwa, sawa, haijavunjwa kwenye candle mbili, ila imevunjwa kwenye candle ya tatu, na huku juu papo clear, sawa? Kwa hiyo tunaiconsider. Kwa unakuja nikimaki hapo, sawa, nikimaki hapo and then nikimaki hapa, unakuja kuona price ilirudi kwenye haya mazingira huu, sawa? Japokuwa ikufika hapo, ila tukisema tunashuka kwenye lower time frame, twende kwenye dakika 30, tutakuja kuona hiyo level ilikuwa ina kitu. That's why kwamba price ilienda kwenye maeneo fulani. Ukifanya hivi na kuja kuondoa kwenye hiyo level ambayo price ilipoishia, sawa? Tulikuwa tunai hapa clear nini? Tulikuwa tunai hapa clear order block kwenye hayo mazingira, japokuwa stop loss yetu itakiwa tunawekea angalau hapa kwenye furthermost point.
That's why kwamba unaona price yangu ilirudi ndani alafu mzigo ukadondoka. Sawa? Huo ni mfano ambao naweza kuonesha. Another example, mfano mwingine, let's go to the 400. Mfano mwingine, ambeni mnisikilize kwa umakini sana 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 sana, kwa sababu hichi kitu usiponielewa mimi sidhani kama kuna sehemu nyingine ambayo unaweza kukipata. Sawa? Yani jitahidi unielewe mimi hichi ambacho nachokielekeza, maana sehemu nyingine sidhani kama utakipata na sidhani kama watakipresent kama ninavyokipresent. Yeah. Let's look to tuangalie BTC. Angalieni mfano huu hapa, japokuwa market ilihit SL but ilikuwa ni mfano halisi kabisa ambao tutakiwa tuweze kuzingatia. Kwanza tunao mifano miwili hapa. Hii hapa ilikuwa ni kwenye masuala ya confirmation, so issue sana, ila the real example ilikuwa ni hii hapa. Sawa? Price ilishift hapo, lakini hapa ilituachiaga hiyo nini, ilikuwa ndo order block yetu hii hapa, and the stop loss was this one. Sawa? Japokuwa price ilihit SL, na sababu ya kuhit SL ilikuwa ni hii, ilikuwa ni hii ambayo tunaitaga ni nini, kwenye zile aina hidden of order block, tutakuja kuiona hiyo. Sawa? Na kwenye advanced huwa tunaita hiyo ni nini, ni deviation. Sawa? Kwa price isingeweza kurespect hapa kwa sababu huku juu kulikuwa kuna level. Kwa hiyo hapo ni aina nyingine ya nini, ya order block, but by the way kwamba itakiwa price ije kujiachia kwenye hayo maeneo, lakini hapo ilifika price ilishindwa kuhold the price. And the good information ni kwamba hili eneo still was a qualified area of liquidity, instead kwamba licha kweli ilikuwa reclimbed but was still qualified. Sawa? Kwa unakuja kuona mfumo kama huo. And looking this one here hapa ilikuwa nini, ni strong order block. Also another example of multiple block order block, this one here ninao mfano hapa for the bullish scenario. Sawa? Let's look to this one, the bullish scenario here. Kija kuangalia hapa, sawa, tunaona kwamba hii price iliwahi kufanya, this one was a BMS, si ndivyo? Hiyo ilikuwa ni nini, ni BMS, na price ilituachia order block yetu humu ndani ambayo ilikuwa hiyo, ilikuwa ni kubwa sana. Huwezi kusema una trade hiyo order block. Sawa? Hiyo order block ilikuwa ni kubwa sana, but the price ilikuja kurudi humu ndani. Sometimes unapokuja kukuta kwamba, niangalieni vizuri, unapokuja kukuta kwamba hakuna wiki mbili ndefu, makia kuanzia hapa kwenye hii wiki nyingine hii hapo. Sawa? Na levels of stop loss zako huwa tunawekea kuanzia hapo wiki nyingine inapoishia. Kwa maana unaona kwamba hii price iliingia tu hapa ndani alafu ikatoka. Tukienda kwenye lower time frame tutakuja kukuta kukopo kuna supportive environment. This one also, hata hii hapa, even this one here, hii hapa ilikuwa ni nini, ilikuwa ni nini, ni multiple breakout order block. Another example here, yes, I have another example, na example nyingine hii hapa, na imejiweka iko wazi. Sawa? Angalieni hapa, tulikuwa na BMS. Sawa? Tulikuwa na BMS as you see, and then tukawa na hii hapa ilikuwa ni nini, ni change of character. This one was the market shift, market structure shift. Sawa? And as you see here, tunaona price yetu ilikuja ituachie order block hapa. Hii hapa ilikuwa ndo nini, multiple breakout order block yetu. Kwa sababu gani? Unaona kama imevunjwa na hii kendo ya kubai alafu ikaja ku close above. So that's why kama unaona price yangu ilikuja kurudi humu ndani. Sawa? Ilikuja kurudi humu ndani, and my stop loss was supposed to be here. Unaona price ilirudi hapa alafu iliondoka mazima. Sawa? So hivyo tu, zote hizi ambazo unaona hizo zote ilikuwa ni multiple breakout, lakini price hapa ilikuwa imeshajiconsume, kwa hiyo siwezi kuziconsider haya maeneo. Sawa? Haya, na unakuja kuona tena price jaribuji kurudi, lakini entry ilikuwa ni hapo.
hiyo ni nini, another example. And also now na nimesema hivi kwenye order block, sawa. Order block tunaweza kuzitumia katika makundi mawili, as an entry, as a zone, sawa. Kwenye zoni order block huwa tuna consider kuanzia wani hawa, sawa. Kwa sababu gani? Hata analysis tunafanya analysis kuanzia kwenye wani hawa, hatufanyi analysis kuanzia dakika 15, no, tunafanya analysis kuanzia wani hawa. Kwa hiyo order block ambazo tunategemea zinaweza kukupa matokeo ni order block ya kuanzia wani hawa, 4 hour, daily, weekend, month. Mimi hapa natumia 4 hour, sawa, natumia 4 hour. Kwa hiyo usiende kuzitafuta order block kusema kwamba unaenda kutafuta order block kwenye dakika 5, hapana. Hapo unaenda kufanya, utakuja kukutana kwamba hutopata vitu vya msingi zaidi, utakuja kukutana nini na kelele za soko. Let's look here, tuangalie hapa. Kitu ambacho nachokielekeza ndio hicho ambacho mnakiona, sawa. Mimi napenda kufanya vitu ambavyo ni lili sana. Mnaona kwamba price yangu mimi ilivunja hapa, sawa. This one was my break of market structure, sawa. And price iniachiaga hii candle. Ukija kuangalia hiyo candle ni kubwa sana jamani, huwezi kutrade hiyo candle, sawa. Ila ukimaki hivi, japokuwa price ili hint SL, sawa, japokuwa ili hint SL. Na kwa nini ili hint SL? Palikuwa ni siku ya NFP, hii ilikuwa ni siku ya NFP, market ilikuja na news, kwa lazima ilifanya ilikuwa tuliquidate. Lakini tukisema tunaenda kuiangalia nani hii sehemu gani ambayo itakiwa kuwe nani hii eneo sahihi la kuchukulia entry kwenye haya mazingira, utakuja kuyaona hicho hapa. Kwa kilichozingua tu hapo kwamba ni market ulikuwa na nini, kulikuwa kuna news, sawa. Ila kiuhalisia hii entry itakiwa iwe itaya hapa. Hapa ndipo utakiwa weke entry yako hapa. Na nisema hapa ndani tena walikuwa kuna multiple breakout order block hapo, and the SL was supposed to be here, sawa. Sasa sometimes guys, hii ni kodi sasa nawapa, sawa. Hautakiwi kuibana stop loss hapa hapa structure inapoishia, hapana. Angalau una adjust hata pips 3-4, sawa, pips 3-4. Mfano tuseme mimi kama ningeweka stop loss, mimi entry yangu isingefanyaje, isingetolewa. Mimi huwa naweka stop loss pips 10, si hapo ndo sehemu ya entry, ningeweka pips 10. So nikihesabu pips 10 ya ningechomolewa. Hata mimi ningechomolewa, sawa. Maana mimi huwa naweka pips 10, sawa. Tofauti ya hapo huwa sinani huwa sichukui hiyo trade kama ina pips 10 above, au nikienda sana pips 15 mwisho. Hii mnanisoma, pips 15 mwisho. Kwa hiyo hapa hata mimi ningechomolewa kwa sababu mimi huwa naweka pips 10. Unaona, mimi pia ningefanyaje, ningechomolewa. Mimi zangu ningekuwa allowed kwenye hayo maeneo. Okay, let's go to the another category of order block. Another category of order block is what we call rally track order block. Railway track OB, sawa. Railway track order block inakuwa vipi? Hizi hapa ni order block ambazo zenyewe, sawa, algos ambao ni buyers and the sellers kwenye hayo maeneo walibalance nguvu, sawa. Buyers and the sellers walibalance nguvu, lakini unfortunately au fortunately tunaweza kusema kwamba buyers au seller waliongeza nguvu, wakaipushi price kuelekea wapi, kuelekea chini zaidi. Mfano hizo order block huwa zinakuwa ni order block. Mfano let's go to the bearish scenario, sawa. Kwenye bearish scenario huwa unakuja kukuta kwamba kendo ya kubai na kendo ya kuseli zinakuwa kama zinalingana, sawa. Zinakuwa kama zinalingana, zinaweza kuwa zimepishana pips ngapi, ila zinakuwa kama zinafanana kwa asilimia kubwa, sawa. And then baada ya hapo ndio unaona price yako inafanyeje, inadondoka katika mazingira. Ila huwa zinakuwa ni za msingi sana, huwa zinakuwa ni za msingi sana kama huku juu kwenye closing price zake ziwe zinalingana pia, sawa. Yani zisiwe zimepishana sana kwenye closing price, maana yake huku hizi wiki zao ziwe zimelingana lingana, yani bodi zake zilingana lingane na wiki zao zingine. Kwa sababu gani? Kama ikatokea labda mmoja akiwa na wiki ndefu hivi, sawa,
hapo kitu kimeshabadilika, kitu kimeshabadilika. Ila zikiwa ziko kwenye mfumo kama unaona kwamba angalau zinalingana lingana hivi, yes that is fine, huwa tuna maki hapa, huwa tuna maki hapa kwenye open price na huwa tuna maki huku kwenye wiki. Ila vizuri huwa tunaangalia kama kuna structure yoyote ambayo ina wiki ndefu ambayo ipo karibu, huwa ndipo tunapoenda kuwekea level of stop loss, na hizi mara nyingi huwa zinaweki sana kwa kutumia Fibonacci retracement. Ukipima 50% price huwa haitoboi humu ndani, sawa, huwa inaishia kwenye level hizi kwenye 50%. Kwa sababu gani? Haya maeneo, sawa, haya maeneo ni levels of support and resistance, sawa. Hapa sema naongea kitu kipya kidogo, sawa, naongea kitu kipya. Unaona kwenye haya maeneo huwa ni levels ambapo unakuja kukuta price imekuwa inatengeneza this way, lakini huku chini pia, sawa, huwa ni maeneo ambapo unaonaga price inakuwa imefanya inakuwa imefanya vitu kama hivi. Kwenye haya maeneo huwa unaona kwamba price inakuwa imefanya kitu kama hichi, sawa, inakuwa imefanya kitu kama hichi, afu then inanyanyuka afu inavunja hivi. Kwa hizi ni level ambazo huwa zinakuwa ziko very very powerful. Kwa hiyo unaona price huwa inarudi kirudi ndani na kiasi afu inaondoka, sawa. Hiyo ni in case of bearish scenario, na in case of bullish scenario inakuwa vice versa tu, sawa, inakuwa vice versa kwamba utaona candle ya kuseli na candle ya kubai zinalingana kwenye namna hii, in this way. In this way utaona kwamba zinakuwa zinafanya hivi, and also utaona kwamba zinafanya itakuwa hivi, sawa. Kwa kukutana na mazingira kama haya, don't panic, jua kwamba ni kitu cha kawaida, kwamba inabidi ujue kuna mfumo gani umetengenezwa, sawa. Ila ukikuta kwamba sijui hii candle ya kubai imetupa wiki huku chini kabisa, maana yake ujue hapa hamna kitu, market ilikuwa imeshamaliza order zilizobaki hapo. Kwa inabidi angalau ukute eneo liwe clear kama hivi, kwa utamaki hapo, sawa, and then utamaki kwenye wiki ndefu yoyote. Price huwa inarudi humu ndani kuja kuchukua hizi order, price huwa inarudi humu ndani then price inageuka. Let's go to the example. Ila hizi hapa pia huwa ni adimu sana kuziona, sawa, huwa ni adimu sana kuziona, sio aina ya nani. Mfano wake, mfano wa hii ngoma huwa ni adimu sana 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 kuziona aina hizi za order block. Tuangalie, huwa kuna pia fulani ya Audicard na Audi CHF. Let's go to the daily time frame. Kwa nini huwa hizi order hizi, kwa nini huwa anapatikana sana kwenye Audicard? Sawa, huwa tunaangalia, huwa inapatikana sana kwenye haya mapea ambayo yanakuwa hayana liquidity za kutosha, au haya mapea ambayo huwa unakuta soko lake linakuwa na too much consolidation, ndio maana huwa zinapatikana huku, ila ni adimu sana sana kufanyeje kuziona, sawa. Angalieni mfano huu hapa, tunaziona hizi kendo mbili hizi, hii na hii, sawa, hii na hii ni mfano, japokuwa hata huyu hapa wiki yake amepitiliza, ila ukija kuangalia hizi kendo zimepishana kidogo, sio exactly, sio kwamba ni exactly clear ndio yenyewe, hapana, zimepishana kidogo, ila na uwezo wa kuiconsider kwamba na hiyo ni mfano wa railway tracker order block, japokuwa price ilikuwa imeshaingia huko ndani, ili baada ya kuvunja price ilirudi then ikaja kurudi mara ya pili, sawa. Kwa hiyo tunaweza kusema hiyo ni railway track. Lakini mfano mwingine mzuri, huwa ni adimu sana hizi aina hizi kuziona, ila ukiiona huwa zinakuwa ziko very perfect sana.
huwa zinakuwa ni very perfect. Mfano we are hapa, hizi hapa candle hizo ni nini? Ni clear railway track, but unfortunately kwa sababu price ilikuwa katika downward trend, sawa, si mnaona kwamba price ilikuwa katika downward trend, hii hapa isingeweza kuhold hii price hata kama ingekuwaje, hata kama ingekuwa powerful kiasi gani. Ndio maana price ifanye ilichopu kwanza ndio ikaondoka. Kwa hiyo inabidi pia kama na hiyo order block yenyewe lazima uiangalie iko soko lipo katika direction gani. Na hisi hapa, ngoja nimalize kuonyesha mifano ili tuje kuweka everything tuweze kujua kwamba order block sasa unawezaje kuzitumia kwenye kuweza kufanyia maamuzi. Sawa? Hizi huwa ni adimu kweli kweli. Mfano wake mwingine, naona huyu ana wiki ndefu amegoma. Hapa ni nani hii? Ina nyingine kitu kingine hapo. Ngoja tuje kwenye mifano halisi, kama nikiiona tawaonesha, maana hizi huaga ni adimu sana kuonekana, ila bati ukiiona huwa ni very powerful. Tuje kuanza kutafuta reason sasa, tuweze kujua kwamba how order block unaweza kuzitumia sasa, kulingana kama tulivyosoma, unawezaje kuzitumia order block kuweza kujua kwamba mazingira ya wewe kufanyia maamuzi. Tuanze kidogo kidogo, sawa? Let's look to this one. Tuangalie hapa, hii ni Audi CHF na tupo kwenye daily time frame, sawa? Tupo kwenye daily time frame. Angalieni hapa, hii price bwana iliwahi kuvunja hapa, sawa? Iliwahi kuvunja around this level. Manake hapo ilikuwa ni nini? Ni BMS, lakini unfortunately hii price ilikuja kukufanya nini? Kushift hapo kwenye hiyo structure, sawa? Ilikuja kushift juu, tuliachiwa order block ambayo ilikuwa ni strong, ila price ilirudi ndani alafu ikadondoka ikatutengenezea another strong order block ambayo ilikuwa ni hii, sawa? Kwa ukifika kwenye daily time frame, wewe utaimaki order block yako kama hivi, sawa? Utaimaki, ukisha imaki inabidi utaenda kwenye lower time frame kwenda kuifanyia refinement. Kwa sababu gani? Huwezi kusema ubai useli hapa. Kwa sababu gani? Hapa kuna riski ya pips nyingi sana, ambapo ukija kuangalia kutoka hapa mpaka hapa ilikuwa ni pips ngapi? Pips 32, ambacho ni kiwango kikubwa sana cha stop loss. So utakachokifanya, let's go to the 1 hour tuweze kujua kwamba ni maeneo gani ambayo ungeweka entry yako, sawa? Au tutakuja kusoma tena huko baadaye, tutakuja kuangalia kwenye upande wa entry technique, sawa? Tutakuja kuangalia kwenye upande wa entry technique. Kuna watu wengine, mtu mwingine akishamaki hivi anabakia anasubiria kitakacho tokea huku, sawa? Maanake huyu anaingia kwa nini? Kwa confirmation entry and not the risk entry. So guys, sasa ukishafanya kitu kama hichi, unaweza kutumia maarifa yoyote unaoyajua wewe kwenye kuweza kufanya nini? Refinement, sawa? Ila kwa sisi kwa kawaida, kwa sababu tumejifunza order block, so sisi tutatumia vigezo vyetu vya order block. Tunasema kwamba hii hapa ni nini? Ni multiple break ambayo ilikuwa imevunjwa hapo. Kwa kuwa ilikuwa ni multiple break, okay, tunaweza kuweka hapa au hapa, sawa? Ila kwa sasa hivi hapa ukija kuangalia vizuri, sawa, let's to zoom hivi, mnaziona hizi wicks hizi wicks zilikuwa zina price na react price ikaacha hichi ki structure hapa, hichi ki structure kilikuwa kina maana kubwa. Kwa mimi upande wangu, order zangu ningeanza kuziwekea kuanzia hapo, sawa? Hata kama huku kuna multiple breakout, ningeanza kuwekea hapa. Kwa sababu gani? Mnaona hapa, na zoom vizuri hapo, mimi nawafundisha kitu mazee. Mnaona hapa, nikisema niweke kuanzia hapa, mnaona kuna hii kendo ya kubai ya kuseli ilitupa mkia ukaingia humo. Maana yake hapo huo mkia ulimaliza hizo order. And also baada ya hapo hii kendo nyingine ilitupa tena mkia ukaingia tena hapo, sawa? Ikamaliza order. Lakini kuanzia hapa mpaka hapa hakuna nini? Wiki yote. Kwa hiyo mimi nitawekea kuanzia katikati ya hapo kwenye hiyo bodi, ndio naisubiria price yangu mimi ifike, sawa? SL yangu utaiweka huko juu.
kwa sababu huyu jamaa anaga radi hii, anaga mambo mengi. Nikipima hapa takuja kupima ni stop loss ni 14, that is enough na nini na ni affordable, sawa. So mimi nitaweka hapo, and by the way nasubiria price yangu ifike, sawa. Unaona price sawa, iliingia, sikatai, sawa. Baada ya kuingia, kuna watu wa aina mbili sasa ambao wanao trade. Kuna watu wanasubiria confirmation, sawa. Anayesubiria confirmation baada ya price kuingia hapa, wala hakuweka order, alisubiria price ifanyeje, ishift, then price ilikuja kushift hapo. Baada ya kushift, huyu mtu alitrade katika mazingira mawili. Cha kwanza aliweka entry ya kwanza hapa, sawa, akatrade hii movement kutoka hapo, alitrade movement kutoka hapa, sawa, alikuja mpaka hapa, alikuja mpaka hapa. Huyu mtu alitrade hapa, na alitrade kwenye mazingira gani? Kwa sababu price ilikuwa imeshaingia kwenye zone ya daily. Huyu mtu baada ya price alichukua hapa, alikuja kuchukua confirmation entry na stop loss yake aliweka huku juu. Also again, after the price to break this level, baada ya price kutengeneza BMS, sawa, alikuja kufanya refinement kwenye haya maeneo hapa, ndani ya hayo maeneo kuja kuangalia, je, kuna order block ambayo ilikuwa imeachwa. Yes, akaja kutana kwamba kuna hii strong order block. This one was a strong order block hapo, na stop loss yake aliweka hapa, sawa. Stop loss aliweka hapo na price iliingia hapo, alafu ikafanyaje, ikadondoka, sawa. Sasa price haiwezi kuwa inaendelea kureact tu hivyo. Price hapa ilikuwa inatengeneza trap, ni wasanue hichi kitu. So usimuona hapa ilivyovunja hapa, sawa, and again price ikavunja tena hapa. Ilijua kabisa kuna kina nyinyi ambao mmekalili mazingira, lazima mtakuja kuweka oda zenu hapa, si ni sawa? Sasa ukija kuangalia kwenye mazingira hayo hayo, unakuja kujua huku juu kuna vitu vilibaki, huko juu kuna vitu vilibaki, sawa. Na hapa nawapa secret iliyotumika hapo, sawa, nawapa secret iliyotumika hapo guys. Kwenye zoni, kwenye level, sawa. Sema takuja niwaelekeze, kuna kitu kimoja kinaitwa refinement, sawa. Refinement, kuna namna ya kujua kwamba namna ya kurefine na kujua price ita react kwenye maeneo gani. Hapa kuna kakodi kapo, and this one is a really supported, sawa. Hapa price ilikuja kureact hapo kwa sababu gani? Hiyo ndio really support and resistance. Kwa sababu gani? Ukiangalia price ilikuwa ina react then inadondoka, sawa. Sasa hivi ni vitu ambavyo viko kiutaalamu zaidi, and that's why unaona kwamba price ilikuja kugusa pale pale ilipomaki. Baada hapo price ikaanza kudondoka, sawa. Hiyo ni tuangalie reason ndogo ndogo, ila consider tu kile ambacho nimechokisema kinachohusiana na nini, na order block, sawa. Twende mfano wa pair nyingine, tuangalie kila pair. Mimi nataka tujue kila pair kwa nini ilibai, kwa nini ilisell, na kulikuwa kuna sababu gani, sawa. Kulikuwa kuna sababu gani kwa nini hiyo pair imebai hapo, na kwa nini hiyo pair imesell hapo, kwa vigezo tulivyovisoma mimi na wewe, sawa. Tuanze na pair gani hapa? Ngoja tuje huyu, hii ni GBP au time gani? Kuna kitu jamaa alishawahi kukifanyaga kilikuwa very crucial sana, sawa. Angalieni hapa, this one is the monthly time frame guys. Kwenye monthly time frame iko hivi. Kwenye aina za break of market structure guys, ukiona hata market imefanya hivi, ukiona market imefanya hivi, sawa. Kwenye haya time frame ukiona market imefanya kitu kama hichi, kitendo cha hii week market ku close above this one, ku close above this one, sawa. Hiyo tunasema ni nini? Ni break of market structure, sawa. Tunaiconsider ni kama break of market. Kwa sababu gani? Nikija kwenye lower time frame, hiyo ni structure kabisa. So by the way, ukija kuona pia hapa tulikuwa tuna nini, tuna break of market structure hii hapa, sawa. Tulikuwa tuna hiyo ni break of market structure, and also tulikuwa tuna order block ya kusell hii hapa, si ndivyo? Hii ilikuwa ni nini? Ni aina fulani ya order block ambayo tunaitaga ni nini? Tunaitaga ni queen order block, japokuwa ilikuwa kwenye mfumo kama nini wa strong order block, sawa. Ilikuwa kwenye mfumo wa strong order block. Tulikuwa kuna confluence mbili hapo, kwa huwa tuna maki, let's assume si tumaki kuanzia hapo mpaka hapo, sawa. Since this one is a monthly time frame, hatuwezi kufanyia maamuzi kwenye monthly, tunakuja kwenye nini, time frame ya chini yake, si ndivyo? Tunakuja kugundua mita hiyo kulikuwa kuna habari gani, tunafanya hivi, sawa.
Fanya hivi tunakuja kuona okay. Sasa hapa kuna reason iliyojificha na hapa market haikutrade kwa order, haikutrade kwa order block, sawa? Price ilikuja kutrade hichi kitu. Sasa hichi kitu hata nikiwaambia kwa muda huu hakina maana kwenu. Kwa hiyo even this strategy ambayo tunaisoma guys, it has the limitation. It has the limitation. Haiwezi kufiti kwenye kila mazingira, sawa? Kwa sababu kwa sisi tulivyosoma tuli expect price yetu ije kwenye kuanzia kwenye hii mitaa hapo kwenye hiyo block, lakini unfortunately price haikuweza kufika, iliishia hapo na ikaweza kugeuka, sawa? Iliishia hapo ikaweza kugeuka, lakini kuna mazingira mengine huku tena tunaweza kuja kuyaona. Let's look to this example here. Angalieni hapa. Hapa kuna kitu nataka niwaongezee. Mnaona hapa? Hapa tulikuwa na nini? This one was a market structure break. Sawa? Tulikuwa tuna market structure break. Humu ndani tulikuwa tuna order block hii hapa. Sawa? Angalieni vizuri. Tulikuwa tuna hiyo order block hii. Tulikuwa tuna hii hapa order block. Sawa? Ambayo tulitegemea kama hii price ikifika hapa itareact hapo, ila kwa juu tulikuwa tuna order block nyingine ambayo ilikuwa haijawa consumed 50%, haijawa consumed 50%. Price ilijaribu kufika ila haikufika 50%. Ndio maana unaona kwamba hiyo order block ya hapa haikuweza kuwa na nguvu. Price iliingia deep, na tuweze kuangalia iliingia deep kufuata kitu gani, sawa? Iliingia deep kupata kitu gani, na hii hapa ilikuwa nini? Ni strong order block. So twende hata 4 hour, naamini tukienda kwenye 4 hour time frame price ambacho ilichokifuata tunaweza kukiona. Fanya hivi, sijafuata mtiririko sahihi na sasa naenda tu, ila kuna kitu kiliachwa hapo. So the logic behind tunakuja kuona ilikuwa ni hapa. Mnaona hapa guys say reason ilikuwa ni hapo. Tunaona hapa kwenye hii level hapa nilipoweka hapo ndio reason ilipokuwa, sawa? Na ilikuwa ni kuanzia hapo mpaka hapa. Hayo maeneo ndio ilikuwa levels za entry, and that's why unakuja kuona price yako ilikuja kurudi kwenye hiyo maeneo, sawa? Kwenye hao maeneo unaona price imereact hapo and then ilidondoka. Hayo ndio maeneo kwenye hiyo level, ndio levels ambazo ulikuwa unawekea entry, ila stop loss lazima uweke kwenye furthermost point hapo juu, sawa? Na ndio maana unaona price iliingia hapo ikareact ikadondoka. Na pia nikija kuangalia vizuri hapo, sawa? Nikija kuangalia vizuri kwa wale washikaji ambao wanaelewa vizuri hapo mambo, maana yake kuanzia kwenye hii level hapo ndio ilikuwa entry yetu, japokuwa ni pale pale kwenye order block, ambapo ukifanya refinement zaidi humu ndani utakuja kukuta kulikuwa kuna kitu. Kwa vitu kama hivyo vidogo kwa tunakuja kuona mazingira yanakuwa yamekaa kama hivyo. Hata hapa ukija kuangalia ni zile ni nini? Ni order block ambazo ziliendelea kufanya kazi. Look to this one. Mnaona hapa tulikuwa tuna BMS, sawa? Hivyo kwa tuna BMS, hii hapa ilikuwa ni nini? Ni market shift, sawa? Price ili shift. Sasa kuna kitu kimoja tunakiita premium and discount brothers, sawa? Premium and discount, ile concept ya sell high buy low ndio iliyo apply hapa. Kwa sababu gani? Nilikuwa nina hii hapa order block, was a clear order block. Nilikuwa nina hii hapa order block hii, sawa? Na yenyewe ilikuwa ni clear na ina vigezo. Angalieni, sinaona kwenye hiyo order block iliyofuata price ilijaribu kureact, ila ifanyeje? Haikuweza kuseli sana, ila nilikuwa nina order block ya juu kabisa, ilikuwa haijaguswa, ilikuwa ni clear. Ndio maana mnaona price yangu ilikuja kugusa kwenye hiyo strong order block hapa. Nazungumzia hii movement, sizungumzi hii huku. Kwa hiyo unaona price yangu iliseli kuanzia hapa mpaka huku. Angalia nilitembea pips ngapi, sawa? Angalia price ilitembea pips ngapi from there to here. Price ilitembea almost, ilikuwa ni pips kama 370 na ngapi, ambazo zilikuwa ni trade ya wiki nzima, sawa jamani? Mimi najaribu kuonesha vitu vidogo vidogo. Let's go to the example, another example. Angalieni hapa, hii entry mimi niliwahi kuichukua, sawa? Hii entry nilitrade, this entry nilitrade, na sikutumia vigezo vingi sana, nilitumia vigezo vya kawaida.
Cha kwanza nilionaga mi price ilifanyaje, ili close below hapo, sawa. Ilivyo close below hapo, mi nilimaki huku juu kwenye hiyo order block, as you see tulimaki hivi, sawa. And then nikaja kwenye lower time frame kufanya refinement, nikaja kufanya refinement niangalie, je, kuna mazingira gani rafiki na mazingira gani wezeshi. Okay, nikaja kugundua hapa bwana, nina hii hapa order block, this one. This one is really example of multiple blackout. Is hapa nini railway track order block. Hapa bodi zake zimefungia hapa na zenyewe zimefungia hapa. Sijui umeona hiyo kitu jamani? Yaani bodi zimelingana kuanzia hapa. Yaani bodi ya kendo zote nne zimelingana hapa, sawa? Na hapa bodi zimelingana. Comment nawekea kwa hapa bodi zilipolingana kwa juu, sawa? And the cielo was supposed to be here, sawa. Japokuwa ilitokea nyuzi ilikuja kufanyaje, kuharibu mfumo, ila mimi nilikuwa nimeshafanya nimeweka cielo kwenye mazingira ambayo yalikuwa ya juu kidogo. Unaona kwamba price ilikuja kureact hapa, sawa. Alafu then ndio price ilidondoka kama unavyoona. Si unaona price ilikuja kureact, ndio mzigo ukadondoka mazima. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kuvijua. And another example, na mfano mwingine hapa, hii hapa ilikuwa ni concept nyingine. And you have to note that, naombeni mnisikilize vizuri, sawa. Si kila mazingira concept yako itafanya kazi, hapana. Sio kila mazingira concept yako itafanya kazi. Concept yako na yenyewe ina limitation, sawa. Ndio maana tunaita ni basic knowledge. Ina limitation, kuna sehemu inashindwa, haitofanya kazi, ila ni mazingira machache sana ya kawaida, ni mazingira machache ya kawaida. So brother, mbona sasa haijafika? Ina limitation, sawa. Kuna limitation ambazo zipo. Hapa mimi nimeguswa mazee. Nilibaigi huku chini, sawa. And I think this one is USD CHF. Tulibai huku chini, we expect kwamba price ilirudi tena, imegoma, lakini tulimakigi hii level, tukawa tunasubiria price iweze kufika, ila price imeshindwa. Kwa sababu gani? Kuna mazingira mengine huko ambayo yapo. Na ni kwa sababu gani? Naona price ilishift ndani, ila ndani humu naona kuna vitu vilivyoachwa. Kwa nikaviangalia vizuri, tutapata sababu kwa nini price haija react kwenye level yangu. So tukija kuangalia vizuri guys, tunakuja kuona we have this order block. Ilikuwa ni very clear order block. Hii ilikuwa ni clear nini, order block ambayo ilikuwa haijaguswa. That's why unaona kwamba price imefika imegusa humo kwenye order block. Sasa sisi wataalamu wa kutrade, si huko chini nimemisi hapa, nasubiria kuchukua entry yangu ambayo itakayokuwa entry mujarabu, sawa. So nachokiangalia hapa, kuna levels ambazo naona kwamba zinaweza kuizuia price, sawa. Hapa hii level ya hapa price inaweza kushift, sawa. Ikishift hapa price itakuwa unyama sana, nitajua kwamba price imeanza kugeuka endapo pia tena price ikiclose below this structure, kwa sababu hapa si ndio kuna BMS. Sijui mmenisoma, hii ndio nini BMS. Ili niweze kujua price yangu imebadilika, nahitaji kuona price yangu ishift, iclose below hapa, sawa. Ikiclose below hapa price, ikiclose below hapa, mimi nitakuja kutafuta entry humu kwenye hiyo order block, au kama si hapa ni kwenye haya maeneo hapa, nitakuja kutafuta entry ya kuseli, ndio nianze kudondoka na hii price. Tofauti ya hapo, hapa takuwa nafanya kitu ambacho ni cha maajabu, maana price inaweza kurudi mpaka kwenye hii level alafu ikaondoka mazima. Kwa hiyo nitakuwa naangalia nini ambacho kinachotokea kwenye hayo maeneo. Ni vitu kama hivyo tunavyoweza kuviona. Naombeni mniulize maswali. Oya, ulizeni. Naam.
mm. Zote hizi ni order block ambazo normally tunazitumia kwenye kuweza kutafuta entry zone. Sawa? Order block inatumika kutafuta entry zone ikiwa kwenye higher time frame. Ikiwa kwenye lower time frame ndio zinakuwa ni nini? Ni point zetu of interest. Sawa? Yaani tunaweza kusema kwamba order block ni nini? Ni areas of interest in higher time frame and in lower time frame ni point of interest ambazo tunasubiria price ikiingia kwenye hayo maeneo tuanze kutafuta entry, aidha kama ni kubai au kama ni kusell. Ya, umeshalisoma. Na haijawahi kumaanisha kwamba price eti kwamba kwa kuwa tumemaki ile order block hivi, sawa, sio kwamba eti ndio inakwambia price ikigusa tu hapo we buy. Hapana. Hizi ni zoni, tutakuja kuelekezana condition gani ambazo zinakufanya wewe uweze kusema sasa ni buy, sasa ni sell. Umeshalisoma bosi? Tutakuja kujua kwamba moja mbili tatu imetokea, we have to buy now. Sasa mazingira yamekamilika to risk as a traders. Yeah. Mwingine ulizeni swali mazee. Naam, ndio. Mm. Mhm. Mm. Hiyo nakuwa nimemaki tu kama zoni blaza, nakuwa nimemaki. Huwezi, yani tunakuwa tumemaki kama zoni. Kwa sababu gani? Unapoiona kendo moja ya daily hivi, sawa, humu ndani tukishuka time frame ya chini, sawa, hizi kendo ya daily, hizi kendo ya daily humu ndani tukishuka kwenye time frame ya chini, kuna kendo nyingi sana zimetengenezwa na structure nyingi sana zimetengenezwa, sawa. Kwa hiyo tunapokuja kwenye lower time frame tunaenda kuangalia ndani ya hii kendo ni sehemu gani ambayo kulikuwa na order block ambayo ilikuwa iko very clear, ilikuwa very clear, ambayo ilikuwa haijawafanyaje, haijawa mitigated kwenye hiyo order block, ndipo tunapoenda kuweka nani, kama ni kama ni pending order yetu ndio tunaenda kuweka hapo, au kama ni let's assume kama ndio kusubiria price iguse hapo tuondoke. Ila pia wakati mwingine kuna wale watu ambao hawapendi mambo mengi, sawa, hawa ni wazee wa kutrade confirmation, na mara nyingi watu hao waga wanakuwa na nini, very patient. Watu wengine ana maki likendo kama hivi, sawa, akisha imaki yeye anakuwa mpole, anasubiria price itakapoingia kwenye lower time frame, akishaingia kwenye lower time frame anasubiria apate confirmation. Let's assume hii ni zone ya daily, price ndio imeingia, ikifika imeingia nani, anakuja kwenye 1 hour, anasubiria price ifanye hivi, ifanye hivi, ishift, sawa. Ikisha shift, imefanya hivi, ikisha shift, si bado iko ndani ya zone mle mle, yeye ndo anakuja kutafuta order block hapa ya 1 hour, sawa. Price ikifika hapa anafanya maamuzi ya kubai, ndo anaondoka, yuko ndani ya ile ile zone, sawa. Maana yake inampa area of concentration kwamba price imeshafika hapa tap, sasa hapa ndo nianze kuangalia mazingira, concentrate nayo. Wewe jamaa, okay, asante sana bosi wangu. Mwingine mwenye swali?